Kuna story inaendelea huku mtaani, nasikia kila mtu anauliza ni YouTube channel gani na waka. Kaa uko unajua, unafaa ujue sai form ni Mkenya TV. Form ni Mkenya TV 254 made in Kenya, Mkenya TV. Mkenya TV, ushajua form ni Mkenya TV. Welcome to Mkenya TV show 254, where we educate, to entertain, and the most important, we always learn. Thank God, leo tuko na Nadval ndani ya nyumba. Au dem tumeona kiogelea tuko maji kwa Mombasani nini? Malindi. Oh, Malindi. Malindi na Mombasa ni place. From Mombasa to Malindi ni 600 connect. Okay. 2.5 hours. Yani kitu funny acha nikwambie. Kuna clip fulani na kuanga pale hivyo online inasemanga unaweza pata mtu mkubwa tu na hata ajayo enda kuogelea. That's me. Menze mimi sijaifika Mombasa na hizi miaka zako zote. Manze. Lakini soon naenda Mombasa pale. Ndio Mombasa unaenda na budget ya 10k for 3 days. Hebu nipange nitaenda. But next year lazima niende tu coast, yani kujibamba. Nionange tu venye watu usifu Mombasa, nijue kwa nini watu usifu Mombasa. So Nadval, maybe tuambie weekend yako imekuaje? Bado niko birthday vibes. You know I have been celebrating my birthday. Oh, mbona kuniambia nilete kuku ya pili? Ngawa hata ya kwanza hujaikujia. Sasa unasema kuku ya pili na baada ya kwanza sijapata. Nilikwambia ukamio uende uchinje ngatoto ukaniambia. Imagine mimi. So nikakwambia utangojea time unachinja. Baada inachinja soon. So nikichinja nitakwambia tu. Nataka nichinje on Saturday because most of the time nakuanga Sunday. Sunday ndo nakuanga Rongai, so nataka nizichinjange most of Saturdays. Nitakuchinja most of Saturdays. Sunday ukikam show na kubless nayo. Nikuchomee vizuri. Mimi sijui kuchinja kuku. Sasa ndo maana nakujia kwako. Oh, okay. Sawa, so weekend yako imekwaje? Weekend iko sawa, very fresh. Mombasa kulikuwa Malindi kulikuwaje? I'm sorry. Malindi kumekuwa very fresh. Ngoje hiyo nini vlog. Yeah, Malindi. I'll be editing it this week. Nitaiachilia this week by the way. Okay. Stay tuned. So karibu manze, leo tunataka tuwachambulie nini imekuwa happen during the week and during the weekend. So kuna mastudio wa form 4 walikuwa wamekimaliza exam. So memaliza Friday. Yeah, form 4 ndio. But kuna msee fulani ni hapa naye alikuwa ako TikTok hapo, nilikuwa namuona akisema uwezi imagine mimi ndo nimeongoza KCS, KCP ama KCP, KCPE exam 2012 na venye anakaa yule msee mwenye aliongoza hii exam. So hebu acha tumsikize nini alikuwa anasema ndio tujue ni kwa nini alikuwa anakuja hapo akasema hivyo manzi. Alafu kitu kingine ukiniangalia hivi unaweza sema mimi kuna siku nishaiongoza KCPE Kenya mzima na nikaonekana hadi kwa TV. Life inasunda vitu zingine. Hebu enda hapo juu search jamaa mwenye aliongoza KCPE in 2012. Kuja uniambia alikuwa nani na uangalie mimi najiita nani. Life unfair. Manze, so unacheki mse kama huyo ni msalima yongoza 2012 KCPE manze. So after KCPE vile lead na form 4 lienda aje? So ndo maana nasema life is unfair. So sijui KCSE, I don't know what happened with KCSE. Lakini life inasunda vitu manze. Hata akai bedeka ni lead KCPE. Lakini sisi pictures zina relate. Sasa hivi venye amegrow. Like vile amegrow anakaa tu akai like student mwenye alili. I think alikuwa anatumia nini sana? Drugs. So tusomee hiyo Nadi. Man publicly shares the condition of his home after a household conflict, seeking awareness and support. So what happened? Wacha tumsikize kwanza alafu ndio tukuje nikwambie what happened. Sawa. Hello guys, vitu zako zikiharibiwa hivi na msichana ni mama ya mtoto wako ambaye kuna mtoto wako hivi siku moja atakuomba usaidizi, umsaidie. Anatoka tu from nowhere with friends, Moja wa marafiki zake ni Janine. Nishamkatazaga tu kwa huyo msichana. Hadi sasa they want to control. Ona hii ni maji, hizi ni mawe. Msichana amenini hiyo tu nimepanguza tu hapo juu, hiyo kitu ilikuwa inaribiwa na maji. Jinagopanga maji ona.
Hiyo TV unajua imeharibiwa. Hata hiyo wifi. Hiyo TV haiwezi fanya tena. Huko ukiona venye amefanya hii ni maji hapo. Naona na venye amefanya hapo ndani. So huyo ndio msichana mwenye serikali inampiga inamtetea. Kisema serikali ikisema wanawake wafai kupigwa, wanawake wafai kufanywa nini? Sasa sisi kama wanaume wenye vitu zetu tunaribiwa tufanye nini? What does the government want us? How will you pay us? Kwa hizi vitu zote zinafanyika. Msichana kikufanyia hivi. Vitu zako hapasui hivi. Haribu nyumba yako. Na alitoka hapo on Monday. Hiyo msichana alitoka hapo on Monday. Nilifunga mlango hadi nikabadilisha kifuli. Akakuja karibu hizi madirisha. Karibu madirisha akaanza kuchukua hizi madirisha. Unaona alivuta hiyo karibu na dirisha. Karibu akakatakata hizo. Wewe ni msichana mwenye anaona unaweza ishi na yeye. Mimi nilimkataza tu, mbona unaletanga marafiki zako kwa nyumba kabla hujaniambia? Akakasirika. Moja wao ni Janine, alikuja hadi hapa. Janine ndiye anamuadvise and some 1 2 3. Mama mwingine anajiita Mama Aisha. Mama Aisha akamchukua wakaenda na yeye. Sasa huyu mama mkubwa anaweza advise msichana afanye hivi. Surely kijana mdogo kama mimi unanifanyia hivi, nimefanya nini? Nimekufanyia nini? Hata ukinifanyia hivi kuna malipo utanini? Na huyu msichana kwa huyu boy unasikia historia yake ni refu sana. Maybe ni kati hapo. So huyu boy amekuwa na baby mama. I don't know kama wamekuwa kikishi pamoja ama ni aje, because anasema ni huyu ni I think alikuwa wife yake, sababu kitu anaclaim hapo ni mbona alikuwa anaambia huyo dem like akikuja na mawase kwa nyumba anafaa kumwambia like nimekuja na wase. So ni kama huyo dem yake leta marafiki, ni kama wana misuse vitu za huyo boy. So boy akamwambia mimi sitaki kuwa na marafiki zako kwa nyumba yangu. Naelewa. So dem naye akaamua ni aje, akapasua kila kitu. Umeona vitu amefanya hapo Nadi. Wewe ka dem. Venye sisi tuna struggle hapa. Unaona dem alifanya kitu poa? Hapa hakufanya kitu poa. Kama umesikizana vizuri amekwambia tu unaleta mabeshi zako ni inform. What's the need ya kuharibu kila kitu? Alafu sasa after hapo anafaa warudiane ama anataka warudiane tena ama? Na ameharibu, unasikia pekee TV ameiharibu. Hiyo ni hasara. Sasa zingine hata kama ni hasira, we need to control our emotions. That's why manzi nilijipea time off. Nilijipea time. Nikisema hivyo wasingone bro mapenzi tarudi tu sana, avoiding vitu kama hizi nyezo. Sasa zingine ukiwa mtu wa hasira mingi, hata heri utoke tu uende utembee peke yako kwa msitu somewhere tu like cool down ndio sasa ukujuri yako. Yeah, last week nilifanya show about Uboy, unaona hapo kwa hiyo sako picha ndogo. Uboy alikuwa na claim yeye ni mfupi, amenyimwa job. Huyu jamaa anaitangwa nani? Robert Alai, MCA Kileleshwa. So Robert Alai alikuwa anasemaje? Unaweza tusomea hapo venye Robert Alai alikuwa anasema. The fact that he is rude and loud shows a level of indiscipline which shouldn't be allowed in Kiganjo, or he will live thoroughly caned. This is a product of rogue society. So huyu boy kama uliona show last week tulikuwa tunafanya naye, tulifanya show kumuhusu, tulikuwa tunafanya naye. So huyu boy alikuwa na claim ameenda inaitwanga Geo Place was vijana huenda kutrain NYS. NYS ameenda huko, amemaliza akaenda akasomea ICT akamaliza, but sasa amekama kwa polisi wampatie job, wana claim yako sawa kila kitu, but walisema pia wanasema miaka yangu imeenda na miaka bado, but wakasema yeye ni mfupi sana hawezi kuwa polisi. Na sasa mbona alitrain? Ngoja, process ya kutrain hawakujua ni mfupi? No, hii ilikuwa ile nini recruitment ndio waliambiwa yeye ni mfupi, lakini NYS unajua NYS jua naangalia nini ukijoin. So hapo I don't know. So hapa amekataliwa ni ako mfupi. Anaingia nini? Ana polisi. Yes. Kwani si before uingie train si unaambiwangwa requirements hizo vitu zote? Yes, unakamna kila kitu, lakini sasa kuna kuangana mahali pa kupima urefu. Height. Yeah. So hapo ndio kwa ngoja. Amekataliwa kwa kuingia kazi ama recruitment? Kuchukuliwa sasa ndio aende training. Join sasa aanze training. Anaweza tafuta career nyingine. So kuna story fulani ya BN amekuwa alikuwa na amewekelea 130,000
ya kuna challenge ya verse nini. So anaitwanga Original Stinger. Yeye ndiye aliannounce the winner. Amerap vizuri bedhe, niliona jana. Yeah, Original Stinger anakuanga mnoma sana. Na pia Original Stinger I think kuna kuanga na ile gorilla sijui nini ya King Kaka kama uliwahifuatilia. Pia I think sijui ndiye alishindaga hiyo Gorilla Awards ya King Kaka, pia kulikuwa na hiyo gorilla. So ni mimi nilimjulia hapo kwa King Kaka. Na huyu jamaa anatoka place fulani inaitwa Kuwinda. Kuwinda iko Karen huko. Unajua huko Karen huko chini kuna slums. Kuna ka slums kanaitwa Kuwinda. Ukienda na hiyo njia Mamba Village. Mamba Village hiyo njia ukienda huko chini. Kuna ka village hapo hivyo kanaitwanga Kuwinda. So boy anatokea huko. Hiyo place inakanga kama nini? Beach fulani. So kuna Mchina fulani alionekana kwa video akipiga Mkenya fulani kwa kampuni. I don't know kama sijui kama ni kampuni ya mabati. Hiyo kampuni so Atuoli naye akasema huyo Mchina adipotiwe, ingawa aliomba msamaha na the guy alimsamehea na walisema Hussein Muluya alimsamehea. Waluya surely umekuwa specific on the walisema hivyo kuna comment nilipitia mahali nikaona hivyo. So but alimnini vibaya. Alimpiga, hata alikuwa anampiga na hiyo mabati ameshika kwa mkono. Si niliona. Alafu funny thing ni kuna black fulani kama huyu alipita na hakumsaidia. So unajua sasa hapo kila mtu ana tunza kazi yake. So a Chinese man who assaulted employer in Eldoret has been deported. So ni kama Gaveli ya Momsa aende tu kwa wafanyie huko hiyo ujinga. So hiyo story nilikuwa unaniuliza ndio hii. Unaweza tusomea na utu explain kwa nini ilifanyika hivyo, na ili ni bamba sana. Anglican priest from the Diocese of Kitale, Padre Michael Watenga, makes a special appearance at Timber XO nightclub. Hii Timber si niko LD ama iko wapi? Yeah. Na hii Timber si ni ile ya nani? Ya huyo MP mwenye aligongewa kila kitu. Club yake si ni ndio ilikuwa imegongwa. Anaitwa Oscar Sudi. Ni huyo I think hiyo ni club yake. Alifanya appearance. So ni aje mapadri wakianza kwenda kwa club kutakuaje? Mimi hadi sijui. Hii imekuwa like an online debate for a long time. Because nimesikia ati concert kwa club ni kama service kwa club but sasa a gospel. Mimi na feel itakuwa fiti, lakini sasa ni nani atakuwa hapo alafu asikunywe pombe? Si lazima pombe itakuwa. Si ni full, unaona vile mnaenda church. Sasa inafanywa kwa club. Sadaka nani anapewa? Sasa hapo ndo si DJ. DJ I think anapewa sadaka. Uko sure? Wanagawana na preacher ule atapreach. Kwa hii video huyu alitembea na kikapia sadaka, watu wakimwekea sadaka. Najua watu wanaweza weka. Unajua kitu poa. Watu waliweka, si eti wanaweza weka, waliweka. Na waliweka do yenye inashinda paka ile yenye wasio upata kutoka kwa church. Kitu mimi najua anyone wenye wasio wengi wenye huwa wanafanya clubbing wanakuangana wasio wanaweza kusaidia sana ikifika time uko in need, lakini kitu wanaweza kusaidia nayo sana ni pombe, lakini si pesa. But hapa walichanga, walimchangishia kumwelcome, inafaa kujua hapa hii place ni place poa. Labda walikuwa wanajaribu kumaanisha hivyo kwa hiyo padri. But wewe do you feel wewe una support hiyo mambo ya concerts za whatever kwa club? Naweza support, but sasa hiyo club hiyo siku itauza pombe ama? Hiyo ndio kitu najiuliza. Sasa dia hapo sijui, but because isipouza mwenye hiyo club anaenda hasara. Wasoli kama kakao kafanya club yake kwa kanisa itakuwa okay, I don't know when it will work, but naweza support because injili wacha ifike kila mahali. But nilisikia watu wakisema ati hizo spirits zenye zinakwanga kwa club ukiingia into spiritual matters ati si nini, heri tu church baki church na club baki club. Naweza enda na hiyo opinion yako, church baki church, club ibaki club. So tusomea Tanzanian on Twitter. Tanzanians on Twitter or X have changed their profile pictures to Larry Madowo's photo, vowing to keep them that way for a week as a way of showing appreciation for his expose on the recent unrest in their country. Na uliona hiyo expose? Nikosa je kuona si lakini msali try. Kila kitu killing. Wase walidate. Mimi niliona ati kuna pati niliona ati pile karibu 3 zilikuja kwa mochari. Na mochari imejaa hadi pile nyingine ya mabodies zinaachwa nje juu mochari imejaa. Watu walidate. Sitaki kuongelea ni kujiwe na Samia.
Au kuona ile ule dem mwenye alifanya TikTok challenge akininiwa kunyongo. Uliona hiyo video? Dem fulani TZ alifanya TikTok challenge. Namjua ule anafanyanga mabiashara ya kuuza vipodozi. Huyo alifanya TikTok challenge. Do you know aliambiwa death sentence? Ni yake ni death sentence. Unajua sasa ubaya country kama Tanzania na Uganda wanatumia old inaitwangaje? Constitution. Kama sisi Kenya unajua yetu tulipata 2010. Yetu kupata 2010 there's a lot really change with that. But hao bado wanatumianga ile ya mkoloni. So hao kwa ukoloni mingi. So ndio maana unaona hata Tanzania Suluhu alishtuka sana venye watu waliandamana. Haku expect. So tuendelee mbele. Mjakam Fine denies a relationship with fellow creator Mokaya. Unaona ni kweli ama hakutaka tu wase wajuanga wase wana date? Because mimi wanakawa na date lakini pia inaweza ni content. Pia mimi unajua mimi na wewe kuna swali sema tuna date. Lakini pia inaweza kuwa tu content pia sisi. Ni kazi. Na sasa tena si niliona wakisema huyu na Uval wa Ronga. Uval mmoja huyu wa Pikelea Coke ya Fanta. So unajua Valuma ya kwa braces pia si nimesikia hizo. Ama ni brother yake sasa. I don't know but mimi nasema ikifika kwa ma content creator sisi si uchukuliana like especially kama mimi na Nadi si ni wasi wenye tunaelewana when we do something tunajua nini tunado but mimi naweza enda na venye Mjakam Fine alisema they are not dating so mimi ningekuwa yeye ningenyamaza ningesema tu acha watu wajijazie hivyo na inge sound poa sana juu watu wangekuangalia kawajui lakini kusema wa date so watu wanajua wa date so kuna kitu moja wakiona wamepiga picha yenye iko in professional way watamquestion so lakini mimi najua tu wa date pia so kuna ingine pia inalingana na ile ule boy mwenye ataruliwa viti sasa hapa ni boy alijam somee venye boy alifanya boyfriend storms girlfriend's house to retrieve all the stuffs he bought for her after she left him for a rich man mayo sijui kama kuna video fulani zilikuwa mbili I don't know whether boy ni ule Mnigeria kuna Mnigeria pia alikuwa amenunulia dem vitu kwa hao venye waliachana aliendea vitu zake so nikuulize swali hii ndio question poa nataka kuuliza wewe kadem tukidate na wewe tukiachana na wewe nikujie vitu zangu hapana si ulinipatia patia nilipai wakati tulikuwa na wewe si ni hiyo time tulikuwa so tukikosana ni sawa tu si ni sawa okay vitu mimi ni baki na vitu hivyo ni sawa unless mimi niko willing kukupatia hapana vitu ni zangu pesa ni zangu si ulinunua time tulikuwa tuna date sasa nimekuacha sasa si ni sawa si utanunulia mwingine pia hiyo ni kukua peti unakujia je vitu after break up mimi hata kani saa nilikubalia mimi nakamia hiyo ni kukua peti okay tuendelee tusomee ya lady in sin holding hii lazima hata mimi ningefanya mimi kuna acha nikwambie sasa story hii mother mimi siwezi mblame hata mimi kuna day nilienda kunuanga speaker yangu tao mimi nilishinda nimeshikumse koti hivi jua wase gari kishavuka hivyo na hepa so tusomee venye huyu madam yeye alinibamba a lady is seen holding onto a trolley man from behind to ensure he doesn't disappear with her luggage in Nairobi hii maini hapenia so mimi hata mimi Nairobi takuonyesha character develop alafu unaonanga vile gari imekuja hivi amevuka mbio amekuacha nyuma umuoni so hiyo nini so I don't know kama hii story ni ile the same na ile ingine hii ndio sasa ile ya nini ya Nigeria na hizi stories zimefuatana after discovering his girlfriend was cheating on him a man went to close his girlfriend salon which he had opened for her after 2 years of being together hata mimi naenda nachukua vitu zangu. Mimi nimeona hivyo. Best yangu pia ashaifanywa kitu kama hiyo. Sasa ni ya nini? Mimi na invest kwako, wewe akili yako iko kwa mtu mwingine. Si nikuje tu vitu zangu ule mwingine pia invest hapo. Basi sasa mtu akikuinvest kwako na wewe sikuwe mjanja. Wacha kuharibu mademu na advance. Wako wajanja. Si ati una investiwa na unazuba tu ovyo. So wakiwa wajanja na kuchita ama wasicheat? Si on cheating, like on the business yenye umefunguliwa kwa mjanja, save nini zako, hata akichukua bado uko na savings zako. Ujanja mnaweza fikiria hapa anafungua yake, anafungua bali pengine anaweka deni. Hivyo sasa Good, lakini ilikuwa 2 years. 2 years ilikwisha pata do kweli ya kunini ya ku kama location ni iko sawa, imagine inapika paraka.
Okay. So hiyo ndo tumekuwa nayo kutoka kwa Mkenya TV show. Tumekuwa na Dival. Na Dival umesema kuna show mob sana zako zinakaa mtungoje. So mazee pia sisi tunategea sana kuona nini umekuwa ukifanya Mombasa. Malindi. I don't know why nilikuwa kote basi sema tu Mombasa Malindi. Tuone nini na Dival alikuwa anatufanyia manze. Dival, shukrani kwa kukam. Sikuwa najua leo utatokea. Wasio walikuwa wamenunuliza mliendanga wapi, like akuru venye nimekuwa nikifanya solo. Wasio walikuwa wananiuliza mliendanga wapi, kwani mlikosana, like nikamwambia kuna wasi wako job na Dival alikuwa ameshikana, alafu pia mimi sikuwa na feel poa. Nilikuwa msick sana. Ulipona sasa? Nilipona, lakini ile ndio inatakikana ndio niende OC. Ndio mob kuna dawa nimetumia kidogo, so kuna tafuta do nyingine pia niende dawa. Nilikuwa na shida ya tumbo na ilikuwa serious. Bado mbona nini imekuwa shida tu? Kwa hata mimi plate nimekuwa na nini ya tumbo. I think hizi chakula tunakula. And then hapa Nairobi watu wanafanya ujanja sana na mafood. Kwanza hizi mabanana nini. Hiyo ya kuivisha. Manzi kuna vitu mob sana. So nisikia hata kuna mchele ya plastic. Manzi, so unasikia vitu kama hivyo unashtuka. So shukran for watching Kenya TV show 254. Until we meet again next Wednesday. My good name is Hesbon Mkenya. Nimekuwa na Dival, your lovely, pretty, amazing host. Please don't forget to subscribe kwa Kenya TV show 254. Na pia ukimbia kwa YouTube channel yangu na Dival, click the subscribe button. Kuna story inaendelea huku mtaani, nasikia kila mtu anauliza ni YouTube channel gani na waka. Kaa uko unajua, unafaa ujue sai form ni Mkenya TV. Form ni Mkenya TV 254 made in Kenya. Mkenya TV. Mkenya TV. Ushajua form ni Mkenya TV kabisa, TV nambari 1 ndani ya Rongai. Boom.